Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar. Karibuni tena kwenye mapishi yetu ya Ramadhani, na wiki hii tunaanza kujitayarisha na mapishi ya Eid, na mimi nimekuleteni hii keki nzuri ya tende na kahawa. Hapo naanza kukata tende zangu ambazo nimeshazitoa makokwa, na pia unaweza kutumia tende zilizokuwa zishatolewa, sometimes zinakuwa zinauzwa zinaitwa baking dates, lakini hakikisha hazina maji maji. Baada hapo nimezipima, nilikuwa nahitaji vikombe 2.5 ambavyo vimenipa grams 293, unaweza kufanya mpaka 95. Sasa hivi tunaanza kutengeneza kahawa. Hapo ni maji ya moto kikombe 1.5, nimeweka na kahawa zangu, na hapo kwenye tende nimeweka baking soda. Alafu utaiweka ile kahawa kwenye tende na utaacha iroekeke kiasi dakika 10 hivi. Wakati tunatengeneza viungo vingine, na tutatumia walnuts, lakini unaweza kutumia nuts za aina nyingine. Na kwenye unga hapo nimeweka mdalasini na kungumanga kidogo na chumvi, na sasa hivi tuko tayari kuanza keki yetu. Na hapo nimetumia siagi laini iliyokuwa sio baridi, pamoja na brown sugar na sukari nyeupe kama mnavyoona. Tutaipiga kiasi dakika 3 hivi mpaka 4 mpaka ilainike vizuri kama hivi. Alafu tutachukua spatula yetu hivi kuitoa pembeni kabla tujaweka viungo vingine ambavyo ni vanilla na yai. Na vanilla kama kawaida natumia vanilla kutoka Dar es Salaam, vanilla Central. Kwa vile vanilla yake ni nzuri natumia kidogo tu, lakini kama utatumia vanilla kawaida utatumia kiasi nusu kijiko mpaka kijiko kimoja kikubwa. Tutaendelea kupiga vizuri. Tukisha kupiga hapo, tutatoa yale maji, tutachuja ile tende na ile kahawa kama hivyo. Alafu taziweka zitende pembeni. Sasa hivi tutaenda kuchanganyisha unga na kahawa kwenye huu mchanganyiko wa siagi. Kwa hivyo hapo nimeweka unga unakuwa mafungu 3 na kahawa mafungu 2. Naweka unga, kahawa. Nimeweka unga tena hapo, lakini kamera yangu ilikuwa kwa pause. Taendelea kupiga, alafu tutamaliza na kahawa, alafu tutamaliza na unga. Na wakati huu mimi huwa sishughuliki sana kuhakikisha kama umechanganyika vizuri sana kwa mashine, kwa sababu nahofia keki yangu isiwe kavu au kuwa ngumu ukiwa umeipiga kwa muda mrefu. Kwa hivyo naiacha hivyo hivyo. Nitachukua spatula yangu na kuchanganya kwa spatula, kwa mkono ni vizuri zaidi. Baada hapo tutaweka zile tende na zile nuts. Kama utakuwa huna nuts hizi za walnuts, unaweza kutumia pecan nuts au unaweza kutumia almonds, yani lozi. Na kama huna hivyo vote vitatu, unaweza kutumia korosho. Pia zinakwenda kwa pishi hili. Kwa hivyo tutaendelea kuchanganya vizuri, kuhakikisha kama mchanganyiko wote umepata tende na hizo nuts. Alafu tutaweka kwenye bati, na hapo nimetumia bati la loaf, yani kama la mkate, na ni inchi 9 kwa 5. Na moto wa oven kwa tayari katika 350 Fahrenheit, yani 176 mpaka 80 Celsius. Na taoka keki hii kwa muda wa dakika 55 mpaka 65. Kwa hivyo ikisha kufika dakika 50 ni vizuri kuifungua ukaitizama, alafu tena utaadjust yani muda wako. Okay? Baada ya kuoka hiyo, sasa hivi keki yetu tayari. Nimeacha kwenye bati kiasi dakika 10 hivi, alafu nimeitoa, alafu tutaiacha ipoe kabisa, yani kiasi saa 1. Baada hapo tutatengeneza glaze, na hapo nimeweka kahawa na maji ya moto kiasi vijiko 2. Tutachanganya vizuri na siagi iliyoyayushwa hapo vijiko 3. Alafu nimetia ile kahawa na kuchanganya vizuri. Alafu tutaweka vanilla kama kawaida na chumvi kidogo. Alafu baada hapo tutaweka sukari ya unga, icing sugar. Nimeanza na kikombe 1. Baada ya kikombe, mimi nimetia vikombe 2 moja kwa moja, lakini naona baada ya kikombe wewe eka nusu, alafu weka kidogo kidogo, kwa sababu itakuwa nzito. Yangu mimi ilikuwa nzito, ilibidi tena niweke maji ya moto kidogo kuizimua, kwa sababu hii inaganda kwa haraka. Kwa hivyo unatakiwa uifanyie haraka. Ukimaliza tu uwe tayari, keki yako imeshapoa, una mimina kwenye keki. Na
uzuri wa keki hii, yani the best part of this cake is the glaze. Okay? Na keki hii hasa recipe yake inahitaji espresso. Mimi nilifanya miaka 2 nyuma nikatia espresso, lakini nilihisi ilikuwa very strong kwa sababu espresso ni very strong, kwa hivyo nimeamua niwe nafanya na kahawa. Lakini kama utapenda kufanya na espresso basi utafanya na espresso. Okay? Kwa hivyo hapo tunatia hiyo glaze yetu kwa haraka kwa sababu inaganda kwa haraka. Unaonesha kwa nzito already. Alafu juu utaipamba mwenyewe utakavyopenda. Mimi nilikuwa na walnuts ambazo nilizifanyia kitu zikabakia, ndo nimezimwagilia hapo, na utaenjoy keki yako kwa chai au kahawa. Na asanteni sana kwa kuwa nami, na watakia siku njema. Kwa mapishi zaidi karibuni Aroma of Zanzibar, mtakuta viungo na vipimo kwenye description box hapo chini, na pia msisahau kama hii ni collaboration, msisahau kupita kwa page za wenzangu ambao nitawatag hapo mwisho. Na hiyo ndo keki yetu, iko very nice and moist. Na nawatakia Ramadhani njema kwa siku hizi mwisho zilobakia. Asanteni sana. Bye bye.